the unity of purpose for the leaders of Samburu County. Nasema hivi kwa sababu katika vile vikao tumefanya na vile tunapanga kufanya, tuko na matatizo hapo chini baina ya viongozi. Wengine wanasema usiite huyu, mimi nitakuja lakini usiite huyu. Lakini nimefurahi kuona viongozi wote wa Samburu, viongozi wa zamani, viongozi wa sasa na viongozi wa kesho, wakiketi katika meza moja, sio kujadiliana mambo ya nani atakuwa gavana ama mbunge ama seneta ama MCA. Kujadiliana ni jinsi gani tunavyoweza kushirikiana kama kaunti ya Samburu na serikali ya kitaifa kuharakisha mahitaji ya kimaendeleo ya watu na wakazi wa Samburu County. I am actually surprised. I am very surprised, pleasantly so, and I think this should be the model. This is how leadership should be. Sababu watu wengi wanaendesha mambo ya uongozi na kuchanganya na fitina na siasa na mambo mengi hapo katikati na ubinafsi. Na tumesahau kutofautisha kama taifa la Kenya tofauti ya siasa za uchaguzi na maneno ya maendeleo katikati ya uchaguzi moja na uchaguzi mwingine. Between one election and another, there is work to be done. And for that work to succeed, we need the support of every person and every stakeholders pulling in the same direction. Tofauti ya nchi zinazoendelea kama nchi yetu ya Kenya na nchi zilizoendelea ni moja. Kama tu sisi wanafanya siasa kali na siasa ya kuchemka, lakini kwa muda mfupi wakati wa kampeni. Uchaguzi ukipita, basi waliochaguliwa hao ndio viongozi wetu. Wale wanataka kuwapinga wanangojea uchaguzi mwingine, kwa sababu ule ambaye kupata safari hii Mungu atamjalia apate siku hiyo nyingine. Lakini hapa katikati, uchaguzi mmoja, uchaguzi mwingine, tuko na kazi ya kufanyia wananchi. That is the only way as leaders we can make a statement. We can prove that actually those who are in leadership and those who are seeking leadership in future, our goal is not personal, it is people-centered. Kwa hivyo Samburu, nyinyi ndio mko na national trophy, kikombe ya umoja ya the best performing county in terms of all leaders pulling together. Kikombe imeenda na Samburu, zile counties zimesalia wakazane, but hata wakikazana they will come after Samburu. Kwa nini nimeitisha mkutano wa leo? Nimeitisha mkutano wa leo kwa sababu unajua mimi sio mgeni sana Samburu. Mimi nimekuwa senator. Tulifanya kazi na Senator Naisula. Siku hiyo mama, asante sana. Tulifanya kazi mama Mason akiwa women rep, huyu Alois akiwa mbunge wa Samburu North. Hata huyu Alois ndiye alinipeleka mahali kunaitwa Nyiro, hapo kwa milima pale South Hall, wakati nilikuwa nimetumwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta nikiwa kiongozi wa wengi katika bunge la Senate. Tumefanya na Moses akiwa governor, because senators and governors work hand in hand. Tumefanya kazi na Stephen Lelegwe, senator wetu, term ya pili. Alikuta wakati nilikuwa pale nikiwa deputy speaker. So I'm not new to Samburu. Hata huyu Matthew, huyu mtu ya Laikipia yako hapa anaitwa Matthew.
pia alikuwa mbunge nikiwa senator, we work together, na alikuwa na shida mingi. Serikali ilikuwa inamtafuta kila siku, lakini baadaye akakuwa mtu mzuri. So mimi sio mgeni Samburu, nikuja pale, lakini kazi ambaye hata Lati nimesahau. Lati si alikuwa mbunge? Hata huyu Lati Lelelit alikuwa mbunge. Kwa mbunge wa pale Samburu West. Saa ingine tulikuwa tunavurugana na yeye kidogo. Baadaye akakuja kuwa rafiki yangu ya 30 and a very strong supporter. Wakati alinivuruga kidogo nini namna hii, lakini ilikuwa hakuwa na a lot of information. Alinichokoza tu bure. But he's a very good man. He's a very good man. Sasa ile kazi imenipeleka Samburu zaidi, sio ile kazi nikiwa majority leader ama nikiwa senator. Ile kazi imenipeleka Samburu nimeifanya katika miaka miwili imepita nikiwa waziri wa usalama wa taifa. Kwa sababu hiyo kazi, wakati nilipewa kazi kuwa waziri wa usalama wa taifa 2022, hali ya usalama pale Samburu haikuwa rahisi, ilikuwa ngumu. Kweli si kweli? So tumeng'ang'ana hiyo Baragoi, tumetumia mbinu nyingi pale Samburu West, Pura, hiyo Malaso, hiyo area yote, Longewan. Mimi nimekuja mikutano mingi huko. Ingine nimekuwa na viongozi wenu. Tulikuwa pia na kina Naisula na kina Lati pale, ile conservancy inaitwaje? Ntukai hapo. Tumefanya mikutano mingi. Na mimi nimekuja hata zaidi peke yangu. Kwa sababu saa zingine ilinibidi nikuje peke yangu nikiwa na maafisa wa usalama, wa jeshi, wa polisi, kwa sababu ilikuwa operation. So singeweza kukuja na elected leaders. Hata wengine wao karibu tukosane nao kwa hiyo maneno. Sio kwa sababu yoyote ile, ni kwa sababu we were so focused. We really wanted to get a solution. And the determination of government was anybody standing on the way for peace, anybody standing on the way to peace in Samburu must give way. So tule hapo kwa Ruzana mpaka viongozi wakafanya press conference hapo na naona wako wengi hapo walikuwa hapo. Kasema huyo mtu akwende kabisa. Lakini hata wao hawakuwa na dhamira mbaya. They were pained. Walikuwa na uchungu kwa sababu wanaona bado ile mambo wangetaka serikali ifanye haifanyiki haraka. Watu wanakufa. Si ndio? Minister amekuwa hapa 20 times but still we are losing people. So I understand. So wakaona the best way ndio wajiokoe pale ground ni wanifanyie press conference hapo Marara town. Sema huyo mtu bure kabisa kwende aende akiendanga. But in the process mwishowe we thank God there is some progress now. And today, by the way, when I was doing that, sikujua mimi, I thought I will be the interior minister maybe at most. I thought maybe about 5 years. And maybe after that, if President Ruto is re-elected, maybe he will assign me something else to do, maybe in another ministry. Little did I know I will last there for 2 years only. I am glad I put some effort because in those 2 years, sikujua nitatoka after 2 years, sababu sikuwa nimepangia nitakuwa deputy president. Hii ni mambo imetokea, mambo ya Mungu. Lakini nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu, I put some effort. Maneno ya wizi wa mifugo in the North Rift. Maneno ya terrorism pale Lamu and the Boni Enclave. Mahali wananchi walikuwa wanachinjwa kila wiki na magaidi na mabomu ya kutega ardhini.
Afisa usalama walikuwa wanakufa kila siku, wananchi wanakufa kila siku. North Rift, mambo ya bandits, all the way Samburu, Laikipia, Baringo, Elgeyo Marakwet, mpaka kule Turkana. Sehemu hiyo yote ilikuwa imewaka moto. Kutoka Kainuk, everywhere. We are losing officers, we are losing civilians. It was terrible. But I thank God, by the grace of God and the support of President Ruto, we were able to tackle banditry. We were also able to bring down the threat of terror, mainly the Boni Enclave in Lamu and also Northeastern. And thirdly, we were able to do some reforms at the passports office, immigration office. Si ni kweli? Kama ningezubaa thinking I'll be there for long, ningetoka hapo after 2 years without anything to talk about. I may not have achieved 100%, but at least I made some contribution to better the situation. So, pale Samburu tulifanya hiyo kazi. Leo nimewaita sio kuambia vile nilifanya nikiwa waziri wa usalama. Nimewaita kuambia ya kwamba kwa maombi yenu na kwa support ya Mwenyezi Mungu na support ya rais, sasa mimi ndiye naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na siku ya leo ni siku ya 95 nikiwa ofisini. Today is my 95th day in office. Nashukuru Mungu kwa sababu because of the experience that nilikuwa nayo pale Interior, I have also told myself I don't know how long I will remain in this office. So every day I will do my best to make sure that when my time comes to move on, I can account for my time in office. Na watu wengi, ile shida tuko nayo kama viongozi, unapata nafasi, unafikiria utakuwa hapo milele. And when it's time to move, you are uncomfortable, you think, oh, maybe, oh, what. Therefore, mimi nashukuru bila mmekuja kwa sababu niliwaita kuambia sasa hivi hiyo kazi ya usalama iko na waziri mwingine. We will support my successor in that office to do the unfinished job hapo Samburu and North Rift. Bado kuna watu displaced ambao lazima warudi nyumbani. Kweli ama urongo? Bado hatuja crash infrastructure ya banditry kabisa. Bado wako tu pale. We have to crush them completely. Bado tuko na programs ya serikali ya kujenga uchumi wa ile sehemu, ndio wananchi ile hasara waliingia ya miaka mingi, they can start now rebuilding their lives and getting livelihoods from their ancestral land. Bado kuna ile mambo ilikuwa inachangia mambo ya banditry, ukosefu wa barabara nzuri, ukosefu ya communication, mambo ya hospitali, mambo mengi pale, stima. Sasa lazima tuende na hizo programs. Na bado kuna kazi imebaki ya kuhakikisha pale jamii mbalimbali pale zimeishi kwa amani, peace building among communities. Kwa hivyo nataka niwahakikishie kama wakaaji wa Samburu, kwa niaba ya Rais William Ruto, tutaendelea kusaidiana na waziri mpya na timu yetu pale Interior. Serikali yote itasaidiana mpaka kuhakikisha hiyo mambo ya pale Samburu ya kiusalama imeimarika zaidi. For the last 2 years, that leadership has been given by President Ruto directly. Some of the successes
we could not have made them without his direct involvement and support. For example, many of our officers did not have equipment. We were able to purchase equipment. And that program of modernizing police equipment is ongoing for the next 5 years. We've already spent, I think, close to 13 billion now to modernize the equipment of our soldiers and officers in the North Rift and also in northern Kenya and in the Boni Enclave.